Anasema nimeona mnofu. Lakini alivyotukwa ndani na anasema nimemuona Mungu wa miungu yote, muumbaji ambaye aliyetuumba sisi. Hakuwa muona Daniel. Bwana sasa. Haleluya. Wakati ulipokuwa kwenye hilo tundu la simba, maana yake kwenye mapito fulani, kwenye majaribu fulani uliokuwa unayapitia, sikiliza, ulikuwa kwenye tundu la simba na simba anakuangalia, akikuona hakuoni wewe, anamuona Mungu muumba mbingu na nchi, aliyeumba vyote. Kwa hiyo anamsujudia, wewe ni mfalme, wewe ni mfalme. Kabla ya wewe sisi hatukuwepo. Ndio unaimbaga viumbe vyote vinafanyaje? Vinakutukuza. Simba anasema ninakutukuza wewe Mungu, Mungu wa mbingu na nchi. Wewe ndiye uliyeniumba mimi. Kwa alikuwa muone Daniel anamuona Mungu. Walikuwa simba hakuoni wewe, wakiangalia hivi wanamuona Mungu wako. Amen. Lakini Mungu karuhusu kaingia kwenye tundu la nini? Tundu la simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sema amina. Yesu makofi. Ilikuwa imekusudiwa juu yetu, yamepangwa mengi. Tulipangiwa kuangamia, tulipangiwa kushindwa, tulipangiwa kufeli, lakini atukuzwe Mungu. Sikiliza, atukuzwe Mungu aliyetusaidia. Na mitego ikavunjika na sisi tumefanyaje? Tumeokoka na mambo yao waliokuwa wamekusudia. Mungu wetu asifiwe sana. Haleluya. Nyakati wa kwanza. No. Tulia kwanza. Yeremia 29 mstari wa 11. Kwa nini hatujaangamia? Unajua ukitaka kumjua Mungu unayemwabudu, sikiliza, hakikisha unatembea kwenye njia zake, alafu angalia mwisho wa hiyo njia, kwa sababu waga mwanzo sio shida, mwisho wa jambo ndio umebebaga majibu. Yeremia 29:11 nisome. Kitabu cha Yeremia mlango 29 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Nani? Bwana. Nayajua mawazo ninayowazia nani? Ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ni mawazo ya amani, Bwana sasa kiti tu, wala si mabaya. Kwa Mungu anatuwazia mawazo mema. Na ukitaka kujua kweli Mungu wako unayemwabudu ni Mungu wa kweli, usiangalie mwanzo, angalia mwisho wa jambo. Hata Daniel ili amjue Mungu wake aliangalia mwisho wa yeye kuwekwa kule kwenye lile tundu la simba, hivi iliishiaje. Kwa anakumbuka anasema, niliwekwa simba hajanitafuna, baadaye kaweje nikatolewa, nilipotolewa walioniweka wakawekwa wao. Kwa hapo ndipo anajua ni mwisho, anajua kwamba nina Mungu wa kweli, nina Mungu aokoaye. Na watu wengine wakajua yupo Mungu anayeokoa. Hata sasa wewe hata inawezekana hauna ufahamu, kwa sababu hujui aliyokuwa yametegwa juu yako, lakini maadui wanajua yule anaye Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana nayajua mawazo ninayowazia, asema Bwana. Nayajua mawazo ninayowazia, asema. Hajasema najua mawazo Mungu anayowazia, nayajua mawazo ninayowazia mimi, asema. Kwa nafikiri na kuwazia kufa? Unafikiri na kuwazia kuangamia? Hapana. Yeremia alikuwa anazungumza kwamba najua mawazo ninayowazia nini. Kwa neno la nani? La Bwana.
na wawazia mema wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini nyakati zenu za mwisho. Kwamba baadaye wakati unasema nitaangamia, natokea na ninakuokoa, manake ni mwisho wa jambo. Yesu makofi kabla leo. Haleluya. Haleluya. Yesu makofi. Kuwapa ninyi tumaini nyakati za mwisho, yale majira ya baadaye. Mungu kutenda, haraka Mungu akikutendea ndio unajua kumbe nilikuwa ninaye Mungu. Sema amina. Amina kuanzia mema, sema amen. Kuanzia mema, sema amina. Haleluya. Kukupa tumaini, sema amina. Lindi leo, sema amen. Haleluya. Lakini ni kuonyesha njia. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Tauliza swali, wala wapenzi wa mpira mko wangapi hapa? Wapenzi wa mpira sio shida, wewe sinyosha, tunapenda mpira, hakuna shida. Huyu jamaa anajua kuna rafiki yake wakati mwewe kifungwa analia na chakula hali. Toka wakiwa mdogo ana hali chakula wanambembelezea mpaka kesho yake labda amesahau ndio anakula. Hata sidhani hata malishafika Dar es Salaam useme labda ana manufaa anapata huko. Hata sidhani hata ameshaonana na hao wachezaji. Lakini anali, kwani aliye timu yake imefungwa. Sikiliza. Kama unapenda mpira, timu yako ikifungwa unashangilia. Yako ikifunga? Kwa nini ushangilia kwa ikifunga? Sababu wewe ni upande wao. Mungu akiwa upande wetu ni nani atakayekuwa? Sasa ili tujue Mungu, wewe uko upande wa Mungu ni kwa matendo na njia unayoiendea. Ndio maana uone shabiki wa Yanga akishangilia Simba inapofanyaje? Inaposhinda. Sababu sie wa huko. Kwa tumepewa neema ambayo ukikaa kwenye hiyo neema na utakula mema, utakutana na neema kweli kweli.